Nakukaribisha sana wewe ambaye ni mgeni siku ya leo. Ninakukaribisha sana kwenye ibada ya leo ya unabii wa hapo kwa hapo na muujiza wa hapo kwa hapo. Haleluya. Na kupokea majibu hapo kwa hapo. Haleluya. Mungu wetu tunayemwabudu si Mungu wa kuchelewesha mambo. Si Mungu wa kuchelewesha mambo. Ukiona majibu yako yamechelewa muda mrefu, si kwamba wakati wako haujafika, hapana. Inawezekana kuna adui amezuia majibu yako na Mungu ameshaachilia majibu yako, lakini adui amezuia majibu yako. Haleluya. Usipende kujifariji sana kila siku usipojibiwa maombi yako au kutendewa muujiza ukasiambia wakati wako bado. Haleluya. Haleluya. Kama utasema wakati wako bado, basi uwe na uhakika Mungu ndiye alikuambia wakati wako bado. Si neno la kujitia moyo ati wakati wako bado. Hapana. Hapana. Haleluya. Wakati wako, wakati wa kujibiwa kwako ndio huu. Wakati wa kutendewa kwako ndio huu. Haleluya. Mbingu haiwezi kuchelewesha majibu yako. Mbingu inaachilia majibu juu ya maisha yako ili uwe na nguvu ya kushuhudia, ili uwe na nguvu ya kusema, ili uwe na nguvu ya kuzungumza ya kwamba Bwana alinitendea, mbingu ilinitendea mambo ya namna hii, hata mimi mwenyewe sikutarajia. Makofi ya Yesu yako wapi, mwana wa Mungu? Tujue kwamba siku zote Mungu yupo kwa ajili yetu na anatenda kwa ajili yetu. Haleluya. Danieli aliomba siku 21, lakini wakati malaika wa Bwana alipokuwa anamjia Danieli, akaambia, ewe Danieli, mtu upendawe sana. Akaogopa sana, lakini akamwambia, tangu ile siku ulipotia moyo wako katika kuomba, sala zako zilisikiwa, maombi yako yalisikiwa, na Bwana alinituma. Lakini yule mkuu wa Uajemi alinipinga siku 21 akinizuia, na yule Mikaeli mkuu wa mbali akaja kunisaidia. Nimemwacha huko apambane na huyo mkuu wa Uajemi ili mimi nije kukuwaishia majibu. Ndio nimefika hapa sahihi. Haleluya. Anamuelezea Danieli ya kwamba umeomba siku 21 haikustahili, maana ile siku ya kwanza tu Mungu alikusikia na majibu yako yaliachiliwa, ila adui alisimama kuzuia majibu yako. Haleluya. Ndio maana nikakwambia, mwana wa Mungu, inawezekana umeomba muda mrefu lakini unajitia moyo wakati wako bado. Mwaka unaenda, unamwomba Mungu kuhusu mchumba, unasema wakati wangu bado. Mwaka umepita, mwaka wa pili tena, wakati wangu bado. Mwaka wa tatu tena, wakati wangu bado. Mwaka wa 4 tena, wakati wangu bado. Sasa wakati wako utakuwa lini? Hadi uzeeke. Haleluya. Wakati wako ndio huu sasa. Mbingu haicheleweshi majibu. Haleluya. Haleluya. Unaweza tuma barua ya kazi kwa ofisi fulani, haleluya, ikachukua muda, miezi au mwaka, au wasikujibu, lakini mbingu haiko hivyo. Mungu wetu haiko hivyo. Saa tu ukiomba yeye anajibu. Saa tu ukitaka kuomba yeye ameshajibu. Ndio maana neno linasema, kabla hawajaomba nimejibu, na wakiwa katika kunena nimesikia. Kwa hiyo vile tu hata hujaomba yeye amejibu. Mbingu inatuwaishia sana majibu yetu. Amen. Maana sisi ndio tunamwakilisha Mungu duniani hapa. Sisi ndio wacha Mungu hapa. Sisi ndio mataifa wanapaswa kuona ushuhuda wa Mungu wetu juu ya maisha yetu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Kuna mtu amekomaa na matatizo, amekomaa na shida, anasema wakati wangu bado, wakati wangu haujafika, Mungu atanijibu tu. Wewe changamka, Mungu amesha kujibu. Mungu hana sababu ya kukucheleweshea majibu. Amen. Mungu hana sababu ya kukucheleweshea majibu. Mungu amesha kujibu. Wewe tafuta adui aliyezuia majibu ya maombi yako. Pigana vita vya rohoni, sambaratisha adui aliyezuia majibu ya maombi yako, ili yale majibu mbingu imeachilia uweze kupokea. Sema amen. Makofi ya Yesu yako wapi? Haleluya. Mimi nilishawahi muomba Mungu, nikamwambia Mungu, ndani ya hizi siku 7 nilifunga siku 7. Nilikuwa na maisha magumu sana, mambo yalikuwa magumu sana, kila kitu kilikuwa hakiendi. Sina mahali pa kuishi, sina mahali pa kulala. Mahali pale nilikuwa nimeambiwa nimebakiza wiki 2 niondoke, nitafute pa kwenda. Mimi nikafunga siku 7, nikaambia Mungu, hizi siku 7 ninaomba, lakini nataka majibu ndani ya hizi siku 7. Amua hatima ya maisha yangu ndani ya hizi siku 7. Haleluya. Haleluya. Siku ya 5 nimepokea majibu kwa namna ya tofauti. Amen. Siku ya 8 nimeshamaliza yale maombi, nimeshaanza safari, nimepata pa kwenda na nimepata pa kusimamia na nimepata heshima kubwa sana na nimejifahamu mimi ni nani. Amen. Haleluya. 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 Mbingu haina sababu ya kukucheleweshea uponyaji wako. Mbingu inahitaji wewe upone ili ushuhudie habari za mbingu. Wewe ndiye balozi wa ufalme wa mbinguni kwa hapa duniani. Haleluya. Mbingu haina sababu ya kukuzuilia muujiza wako au kukupima kwanza, kukuangalia kwanza. Kuna mahali unaenda kuomba kazi, wanakwambia ili tukuajiri uwe mwajiriwa kwa hii kampuni au kwa hii ofisi, kwa hii taasisi, utafanya kazi kwanza miezi 6 au mwaka, hatukupi mkataba, tukuangalie kwanza. Hao ni wanadamu, watakuangalia kwanza, ila mbingu haina sababu ya kukuangalia wewe kwanza. Vile ukishaomba inaachilia majibu kwa ajili yako. Ukishaomba inaachilia majibu kwa ajili yako. Haleluya. Ukiomba inaachilia majibu kwa ajili yako. Haina muda wa kusema hebu ngoja tumuangalie ndani ya miezi 3 kama atajua kuomba vizuri. Mbingu haina muda huo wa kukucheleweshea majibu yako. Haijalishi ni Mkristo, haijalishi ni Muislamu, haijalishi ni mtu wa namna gani, haijalishi ni mpagani, lakini saa ya mbingu kukujibu ikifika, umeingia nyumbani mwa Bwana, hana ubaguzi wa aina yoyote, anasimama akikujibu. Mimi nilishaona muujiza ulionishangaza. Mtu mmoja aliingia kanisani kwa mara ya kwanza, na nilipomuuliza historia yake, hajawahi kuingia kanisani. Alikuwa Muislamu, na alipokuwa ameingia kwa kanisa alikuwa amevaa ushungi. Sasa nikamtabiria, baada nikamwambia kesho njoo, na kesho yake ilikuwa ni siku ya kwenda kufanyiwa operation. Na ilishajaribu kufanyiwa ule operation, ilishindikana, na anaenda tena kwa awamu nyingine. Siku ile ya pili alipokuja, nilipomwekea mkono, saa hiyo uvimbe wa maji ukapasuka, ukayeyuka. Muda huo Mungu akatenda muujiza saa hiyo. Alafu jambo lililonishangaza zaidi, na kuna Mkristo alikuwepo tu kwa kanisa miaka 5, ana shida kama hiyo na hajapona, ana tatizo kama hilo na hajapona. Lakini mwenye amefika siku moja, na si mtu wa kwenda kwa kanisa, ni mtu ndio hiyo siku ameanza, na siku hiyo mbingu ikamtendea muujiza. Haleluya, haleluya, haleluya. Mbingu si kama wanadamu. Wanadamu wanasema tutakuangalia kwanza, ngoja tukuchunguze kwanza, ngoja tukuangalie kwanza.
kama utaweza endana na sisi, lakini mbingu ikiamua kwamba majibu yako ni sasa hivi, unapokea sasa hivi. Kuinuka kwako ni sasa hivi, unapokea muda huo huo. Maisha yako kubadilika ni sasa hivi, muda huo huo yanabadilika. Haleluya, amen, amen. Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 2. Nasoma kwa msaada wa Bwana. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu. Hao watu walimweka kila siku kwenye mlango wa hekalu uitwao mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mstari wa 3. Ndio. Mtu huyu akawaona Petro na Yohana. Mtu huyo akawaona Petro na Yohana nao wakipita, wakiingia hekaluni. Nikuambia mwana wa Mungu, muujiza wako unakuja kupitia watu. Muujiza wako utakuja kupitia watu. Kuna watu Mungu atawaelekeza kwa maisha yako. Amen. Kuna watu Mungu atawaelekeza kuja kwako. Sijaona mwenye amenielewa. Muujiza wako utakuja kupitia watu, na kuna watu Mungu atawaelekeza kwako. Amen. Atawaelekeza kwenye maisha yako. Amina. Atawaelekeza mahali pale unateseka. Amen. Wapite karibu na hapo, uweze kuonana nao. Amen. Uweze kufahamiana nao. Amen. Ili wakupatie kile cha kwako ambacho Mungu alikabidhi kwao. Amen. Haleluya. Kuna neema unaitafuta, baraka unaitafuta. Kuna watu watakuja kwenye maisha yako ili kukupatia. Maana Mungu ameshaiweka hiyo neema kwa watu fulani. Amina. Ameshaiweka kwa hao watu. Amen. Ili wakuletee kwa namna ambayo hata wao hawajui. Amen. Wakati huyo anaitwa nani? Petro na nani? Na Yohana. Wakati Petro na Yohana wanaenda hekaluni, wao hawakujua. Walikuwa wanaenda hekaluni, lakini hawakujua kama wamebeba kitu kilichokuwa kinamhusu yule kiwete aliyekuwa amekaa mlango wa hekalu. Wao walichobeba ni ujumbe wa wale watu walioko ndani ya hekalu waweze kuhubiri na kuwasaidia, lakini hawakubeba ujumbe wa yule mtu aliyekuwa mlangoni. Wao wanatembea, kumbe Mungu siku hiyo ameshawabebeshea mzigo kwamba pita hii barabara, una mwanangu utakutana naye akiomba, lakini huyo utaweza mshika mkono, utamnyanyua, utampatia kile nilichokupea ili aweze kusimama. Amen. Asonge kwa miguu yake. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Kuna mtu anaweza kukuletea baraka kwa maisha yako, hata we mwenyewe haujui hata vile amekuletea baraka. Kuna mtu anaweza kuja kwa maisha yako, yeye mwenyewe hajui kama yeye ni muhimu kwa maisha yako, kama ndio amefika wakati muafaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kuna neema itakuja kwenye maisha yako kupitia watu. Mungu atawaelekeza watu kwenye maisha yako. Haleluya. Amen. Na kama unahitaji kupokea hiyo neema, kuwa na roho ya kupenda watu. Amina. Kuwa na roho ya kuwafurahia watu kwa maisha yako. Amen. Na kuwa na roho ya kuwasamehe haraka. Kuna kusamehe na kuna kusamehe haraka. Mungu akupe neema ya kusamehe haraka. Amen. Ili hata kuna mtu mbaya akitoka kwenye maisha yako, wewe msamehe haraka, ili yule wa baraka akija, anakuja moyo wako bado uko na amani. Amen. Haujachafuliwa na moto. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ukiwa mtu wa kupenda watu kwa maisha yako,
ukiwa mtu wa kupokea watu na kuwafurahia kwa maisha yako, basi na Mungu akupe neema ya kuwasamehe haraka haraka. Maana si wote watakuwa bora kwa ajili ya maisha yako. Lakini katika kuwafurahia wote, ujue kuna asilimia ya watu watakuwa bora kwa maisha yako. Na kuna wengine watakuwa visirani. Sasa we samehe haraka haraka ili wasisababishe mlango kufungwa ule wa watu kuingia kwenye maisha yako. Amen. Hallelujah. Amen. Ukiwa na neema ya kusamehe haraka haraka, utasema mimi kwa kweli siwaamini tena binadamu. Na wewe mwenyewe ni binadamu na unataka tukuamini sisi. Hallelujah. Na wewe mwenyewe hautuamini tena, na wewe mwenyewe ni binadamu. Mimi kwa kweli siwaamini tena wanadamu kabisa. Mimi kwa kweli siwataki tena watu kwa maisha yangu, wameniumiza, wamenitendea hivi na hivi. Hapo umekosa moyo wa kusamehe haraka haraka. Waliokuumiza wakienda, wa baraka wanakuja. Waliokuumiza wakienda, wa furaha wanakuja. Wewe kuwa na moyo wa kusamehe haraka haraka. Amen. 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 Maana kuna baraka zako na mafanikio yako ndani ya watu. Mungu amebebesha ndani ya watu. Amen. Malaika atakuja kwa maisha yako kupitia mtu. Malaika atakuja kwa maisha yako kupitia mtu. Walioenda kwa Ibrahimu walikuwa malaika watatu, lakini walienda kwa mfano wa watu, wakachinjiwa na mwanandama yule aliyenona, yule mchanga, wakaandaliwa haraka haraka, wakaongea na Ibrahimu. Ibrahimu hakuwa anaongea na malaika, anaongea na watu, lakini ni malaika na Mungu mwenyewe yuko hapo hapo, lakini wako mfano wa watu. Kwa hiyo Ibrahimu alipowakaribisha vizuri, alimpokea Mungu kwa namna ya binadamu, lakini kumbe vile ule ukaribisho, kumbe aliwapokea malaika. Waliokuja nyumbani kwake ni watu kama yeye tu, wako na macho, wako na miguu, wako na mikono. Lakini kwa sababu Ibrahimu ni mtu mkaribishaji, hatukuona mahali imeandikwa akasema Ibrahimu, mimi ni Mungu, nimekuja nao malaika zangu wawili. Hapana, haikuandikwa hivyo. Walifika wageni watatu, walifika watu, kwa sababu ana roho ya kuwapokea na kuwakaribisha. Yeye akawapokea kama wageni, akamwambia mke wake, andaa yule mwanandama yule aliyenona mzuri, kata ile sehemu iliyonona, waandalie vizuri wageni chakula. Walipomaliza kula ile chakula, wakati wanaondoka, ndio wakamtabiria Sara, wakamwambia, mwakani majira kama haya utapakata mtoto. Haleluya. Haleluya. Lakini walipokuwa wanatoka kidogo, wakasema, tutamfichaje Ibrahimu jambo kama hili? Maana huyu ameshakuwa mmoja miongoni mwetu. Kwa sababu walikaribishwa vizuri, wakamwambia Ibrahimu, kilio cha Sodoma na Gomora imetufika juu, sasa tunataka tuwaangamize. Wakampea taarifa, ni Ibrahimu akaomba hadi maombi yake yakasaidia ndugu yake Lutu kutoka katika ile nchi akiwa salama. Amen. Haleluya. Haleluya. Usiwaisema tena upendi watu kwa maisha yako. Watu watakuja wengi, watakuumiza wengine, watakufurahisha wengine. Pata moyo wa kusamehe haraka haraka. Pata moyo wa kusamehe haraka haraka. Pata moyo wa kuachilia haraka haraka, ili usiwafungie wale wamebeba baraka zako nje, ili usiwafungie wale wamebeba mafanikio yako nje. Hata kama walikutenda mabaya,
uliolewa na mume wa kwanza akakukataa, wa pili akakukataa, wa tatu akakukataa, ulichumbiwa na wa kwanza akakukataa, akakuachia maumivu, wa pili, wa tatu, hata kama wanafika 7, hata kama wanafika 20, lakini sema tu kwamba wote nimewasamehe, ila ninaamini ya kwamba wa maisha yangu wanakuja. Wa maisha yangu wanakuja. Lakini walioniumiza hawana nafasi kwenye moyo wangu. Wote nimewasamehe. Samehe haraka haraka. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Mtu ni Mkristo wa muda mrefu, mwokofu wa muda mrefu, akibeba kitu mdomo umetuna yaani ambia mama fulani habari mwaka juzi akumbuki. Wewe vya mwaka juzi tunakumbuka lini? Achana vya kubeba mdomo. Mkikutana sasa kwa kanisa inakuaje? Ndio ile feka adui na unasema namfeka na fekeki hapa. Haleluya. Amen. Hivi angalia, usipokuwa na moyo kusamehe haraka haraka, ibada yako itakuwa ngumu. Uje kwa nini ngumu? Yule mwenye unaonaga ndio adui yako, umeshindwaga kumsamehe miaka 10, miaka 5 miwili, unakutana naye kwa ibada kwenye madhabahu ya Elia Mutismi. Wewe umekaa isiti, yeye amekaa isiti. Yeye anapiga makofi, wewe unashangilia. Wewe ukipiga vigelegele, yeye anapiga vifijo. Wewe ukishapiga makofi, yeye anapunga hewani. Hapo vipi? Amen. Haleluya. Amen. Baadaye unifuate. Baba, ibada yangu imechafuka. Ibada imechafuka au wewe moyo wako ulishachafuka tangu zamani? Bwana Yesu asifiwe sana. Haya maji yako masafi. Yako tukiyafanya hivi yakatikisika. Yako masafi. Haleluya. Haleluya. Sasa kuna yale maji ambayo si masafi, uchafu unabaki huku chini, si ndio Alafu uchafu si umejitenga huku chini. Huku juu maji yako ni mazuri, si ndio? Si ndio mwana wa Mungu? Haleluya. Sasa yakitikiswa hivi, si yanachafuka yote, si ndio? Sema haya maji yamefanyaje? Yamechafuka. Kwa ukisema ibada yako imechafuliwa au moyo wako umeharibiwa, ujue kwamba ulikuwa ulihifadhi uchafu tangu mwanzo. Roho ya kutokusamehe umeshawabeba watu tangu mwanzo. Sasa Roho wa Mungu akitikisa siku ameleta mtu kwa kanisa, anasema yani ibada yangu imeharibika kwa sababu ya fulani. Haleluya. Haleluya. Samehe haraka haraka, kuna muda moyo utatikiswa. Sasa maji yakiwa masafi, hata kama yakitikiswa kiasi gani, yatabaki kuwa masafi. Yakifirikishwa kiasi gani, yatabaki kuwa masafi. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Ina mikono yako yote miwili juu, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nipe moyo. Nipe wakusamehe ndani ya sekunde. Nipe moyo wakusamehe ndani ya dakika. Nipe moyo wakusamehe ndani ya nusu saa, kwa jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Wachakaa unambariki mtu hapa kwa sababu kwa jina la Yesu. Mungu akubariki. Sasa kuna mtu aongeleshani huko anasema hatabarikiwa huyo, hata kama aombeweje hatabarikiwa. Si alinifanyia vile, hatabarikiwa. Sasa hapo ndani ya kanisa wewe unabariki na kuna mwingine anapinga. Why? Wadui uliokaa ndani ya roho. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Sema Mungu nipe moyo wa kusamehe haraka haraka. Nipe moyo wa kusamehe haraka haraka. Endelea mtoto wangu. Mstari wa 3. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro
akimkazia macho. Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akisema tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho, kwamba nilichopewa kwa ajili yako. Si kwamba Petro hapo hakuwa na pesa, si kwamba hakuwa na pesa. Pesa alikuwa nayo, lakini hajapewa pesa ili ampelekee yule. Kuna kitu alipewa kinachomstahili yule ombaomba. Sijui kama unaelewa, mwana wa Mungu. Kila mmoja hapa aliyekaa kwenye kiti hapa anapewa anachohitaji, anachostahili. Amen. Amen. Ambia mwenzako, leo utaenda na kile unachotaka. Utaenda na kile unachostahili. Utaenda na kile unachostahili. Hatutafanana. Mimi nitaenda na changu, wewe utaenda na cha kwako. Pigia Bwana makofi. Amen. Petro akamwambia, yeye akawakazia macho akitaka kupata kitu zaidi. Petro akasema, wewe, hatuna pesa, hakuna fedha wala dhahabu, ila tulichokuwa nacho ndio tutakachokupatia. Akamwambiaje? Lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Nilichopewa na Yesu Kristo ni jina lake, na nimepewa uponyaji wako kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Simama uende. Amen. Simama uende. Amen. Simama uende. Haleluya. Amen. Akafanyaje? Mstari wa 7. Akamshika mkono wa kuume. Wa kuume. Akamuinua. Mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Mstari wa 8. Akaondoka upesi akasimama. Akainuka upesi akasimama. Akaanza kwenda. Akaingia ndani ya hekalu pamoja nao. Ndio. Akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Watu wote wakamwona akienda akimsifu Mungu. Wakamtambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu. Pigie Bwana makofi. Ongeza makofi. Haleluya. 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 Petro akamwambia, hatuna pesa wala dhahabu, tulichokuwa nacho ndio tunakupea. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, simama uende. Muujiza ukatendeka hapo kwa hapo. Muujiza ukafanyika hapo kwa hapo. Haleluya. Amen. Unasema, ngoja niende kwenye maombi nipate hata unafuu kidogo. Mungu anajua wewe hautaki unafuu. Unachotaka ni uponyaji. Hakupi unafuu, anakupa uponyaji. Amen. Ngoja niende kwenye maombi hata angalau hii biashara inyanyuke nipate hata kodi. Haitanyanyuka kwa ajili ya kupata kodi. Mungu anajua wewe unataka biashara ikue, iongezeke, iende viwango vya juu, ikubalike na iongezeke zaidi, na ndiyo hiyo neema anakupa leo. Amen. Haleluya. Amen. Mungu anakupa kile cha ndani zaidi, kile ambacho unataka ila hauamini kama itatendeka. Unapokea hiyo kwa jina la Yesu. Amen. Unachotaka unatamani ila hauamini kama itatendeka, inatendeka sahi kwa jina la Yesu. Amen. Inatendeka sahi kwa jina la Yesu. Sema, nimepokea. Nimepokea Muujiza wangu. Muujiza wangu. Kazi yangu
yangu, baraka zangu, mafanikio yangu, nimepokea. Haleluya. Pigie Bwana makofi. Amen. Mungu nisaidie nipate kazi ya kujishikiza. Wewe Mungu anaona unataka ajira ya kudumu, unataka kazi inayoeleweka. Hautapata ya kujishikiza, utapata kazi ya maana na kazi ya kudumu. Hebu sema amen. Sema napokea. Sema napokea. Amen. Mungu nisaidie tu niweze lisha watoto wangu, tusilale njaa. Wewe Mungu atakusaidia, watoto watakula, hawatalala njaa, utafanikiwa, watavaa kama watoto wa kifalme, watavaa kama watoto wa matajiri, watakula kama watoto wa kifalme, watasoma kama watoto wa kifalme. Kwa nini? Mungu aliona haja ya moyo wako, na yeye yupo kwa ajili ya kutimiza haja ya moyo wako. Haleluya. Amen. Sema Baba timiza. Sema timiza. Wakati ndio huu wa kutimiza. Haleluya. Haleluya. Amen. Sema timiza. Wakati ndio huu wa kutimiza. Amen. Haleluya. Baba, naomba nisaidie nijenge hata rumu moja tu hata ya mabanzi. Wewe Mungu anachulia neema, unaanza nyanyua nyumba. Tofali msingi unanyanyuliwa. Tofali zinanyanyuliwa. Lenta inafungwa. Zinapandishwa tena tofali. Unapaua. Unaezeka pati. Inaenda. Unafanya finishing. Unahamia ndani ya nyumba. Hadi mtaa wenyewe unatikisika. Ambie mwenzako, Mungu wangu anajua ninachohitaji. Anajua ninachohitaji na atanipatia ninachohitaji. Haleluya. Ukazie macho kama Petro alipomkazia macho yule kiwete. Haleluya. Ambie Mungu wangu anajua ninachohitaji. Anajua ninachohitaji na atanitimizia kile ninachohitaji. Maana yeye ni baba kwangu, mimi ni mtoto kwake. Atanipatia urithi wake. Maana yeye ako na urithi mkubwa, na yeye ni mfalme wa wafalme. Anatawala hapa duniani, anatawala na mbinguni, na mimi ni mtoto wake. Atanipa kile ninachostahili mimi kama mtoto. Pokea baraka za kuwa mtoto wa Mungu. Pokea baraka za kuwa mtoto. Pokea baraka za kuwa mtoto. Pokea. Haleluya. Haleluya. Kuna yupi kati yenu mwanaye akiomba mkate atampa jiwe, au akiomba samaki atampa nyoka? Je, nyinyi mulio waovu mnaweza kuwapa watoto wenu vilivyo njema? Baba yenu wa mbinguni si zaidi? Sema ni zaidi. Pokea baraka za kuwa mwana kwa jina la Yesu. Amen. Umeshaifanya maombi kwamba Baba, leo nafanya maombi, ninataka baraka urithi wa mtoto? Umeshawahi omba urithi wa mtoto? Pata akili ya kuomba urithi wa mtoto. Si unaendaga kwa mahakama unadai mirasi ya kwenu, urithi wa baba yako, nyumba ya baba yako, shamba ya baba yako, si ndio? Umeshakaa kwa rumu ya maombi ukasema, Baba, leo nimekuja, mimi ni mtoto wako na nina uhalali kuwa mtoto wako na si mtoto wa nje. Mimi ni mtoto wako maana nimekupokea. Mwanao Yesu Kristo alisema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa wana. Mimi ni mtoto wako halali, hata ukinipima DNA inasoma mimi ni mtoto wako halali. Leo nimekuja kudai ya kwamba urithi wangu Baba nipatie, maana sina nyumba, nyumba inanivujia, sina gari ya kutembelea, ninaenda kwa miguu, kiatu kimeisha, natembea na malapa na mayeboyebo, kiatu kimeisha, mguu umeoteana sugu. Leo Baba nimekuja,
nataka urisi wangu mimi, maana mimi ni mtoto wako. Hebu jaribu kudai baraka ya mtoto, urisi wa mtoto. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Si maombi kila siku, nafunja, naangamiza wachawi. Hujaletwa duniani kupigana tu na wachawi. Umeletwa duniani kupambana na hatima yako na maisha yako. Mchawi akikuja mbele yako, wewe fekelea mbali, endelea na ratiba na taratibu za maono yako. Amina. Amekuja kuzuia, wewe fekelea mbali, endelea na maono yako. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. 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 Meshaamua. Hebu jaribu kuomba baraka ya mtoto, urisi wa mtoto. Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa wana, nao ndio wana wa Mungu. Amen. Na kwa sababu ndio wana wa Mungu, hebu ingia kwa chumba chako cha maombi. Ambie Baba, leo nimekuja kudai urisi wangu, nataka haki yangu. Haki ipi? Ya kwamba mimi ni mtoto wako, na kwa sababu mimi ni mtoto wako, nipe haki yangu. Kwa sababu baba wa dunia wanapeanaga haki na watoto wake, wanapambanaga kwa ajili ya watoto wake, wanaandikisha watoto wao manyumba, wanaandikishia magari, viwanja wanawagawanyia. Sasa wewe ni baba yangu wa mbinguni, dunia ni mali yako, mbingu ni mali yako. Nimekuja unimegee urisi wangu. Amen. Amen. Utaona vile utapata kitu kikubwa. Nasema hivi, acha kukaa kama mtumwa kwenye ardhi ya kwenu na kwenye nyumba ya kwenu. Amina. Acha kukaa kama mtumwa kwenye ufalme wa kwenu. Ninamaanisha kwamba wewe ni mwana wa ufalme wa Mungu. Baraka za ufalme lazima uzirisi. Usikae kama mtumwa ndani ya ufalme. Amen. Haleluya. Amen. Ambie mwenzako, unatuaibisha. Unatuaibisha. Haleluya. Sasa wewe angalia mbele, unatuaibisha. Mkasema unatuaibisha. Usikae kama mtumwa. Usiwe kama mtumwa ndani ya ufalme. Wewe ni mwana wa ufalme. Pokea baraka za kifalme. Pokea baraka kutoka kwa baba yako wa mbinguni. Pokea baraka na urisi. Pokea mafanikio. Pokea urisi wa mtoto kwa jina la Yesu. Napokea. Pokea urisi wa mtoto kwa jina la Yesu. Napokea. Pokea mara 7 kwa jina la Yesu. Napokea. Pokea mara 100 kwa jina la Yesu. Napokea. Pokea mara 100 kwa jina la Yesu. Napokea. Urisi wa kuwa mtoto. Pokea, pokea, pokea urisi wa kuwa mtoto. Pokea. Napokea. Haleluya, haleluya, haleluya.